Putin kutoka kutengwa na bara la Ulaya au umoja wa Ulaya na mpaka kutaka namba yake ya simu. Sio tu kutaka namba yake ya simu, lakini nachokiongea kutaka kumpigia Urusi hawa watu wa Ulaya. Maana nakumbuka vizuri sana ndugu zangu, ni baada ya tunaita uvamizi wa Urusi, na yeye Urusi mwenyewe anaita ni operation aliyoenda kuifanya nchini Ukraine, na sio uvamizi. Ni operation kudai kile kilicho cha kwake, iliyo mali yake. Maana ndizo kauli ambazo tunaweza tukazitumia. Sasa baada ya pale tunakumbuka Brussels, tunakumbuka umoja wa Ulaya wakaweka vikwazo vya aina mbalimbali. Wakaweka vikwazo vingi sana. Wakaweka vikwazo ambavyo mnakumbuka kwanza kwenye assets za Urusi, wakafreeze assets za Urusi, lakini pia pesa za Urusi ambazo walizichukua, alafu matokeo yake zikawa ndo hizo tena wanampa Volodymyr Zelensky ili Zelensky aendelee kupambana na Urusi. Yaani pesa zako mwenyewe wanazigeuza zianze kupigana na wewe mwenyewe. Lakini kulikuwa na vikwazo vingi vya watu binafsi. Unaambiwa watu si wangapi wamewekewa vikwazo, hawatakiwi kukanyaga Marekani wala kwenye mataifa ya Ulaya. Okay, vikwazo hivyo pia wanadiplomasia pia. Baadhi ya wanadiplomasia waliwekewa vikwazo, lakini baadhi ya balozi za Urusi kwenye baadhi ya mataifa zikafungwa, na vikwazo vya aina mbalimbali, yani ninavyoviongelea hapa. Lakini pia vile vile kuweka vikwazo kwenye biashara na Urusi. Marekani kubwa na maadui akiendelea naye pale kusema kuwa tumemwekea vikwazo Urusi, lakini yeye bado akaendelea kufanya biashara na Urusi. Hata hawa watu wa Ulaya wakaacha mianya ya makampuni kuendelea kufanya biashara na Urusi. Lakini mbali zaidi, vikwazo vilivyowekwa na Urusi vilikuwa ni vikwazo alivyowekewa Urusi, vikwazo alivyowekewa Urusi. Kwanza tuna Marekani ni zaidi ya vikwazo 20,000. Alafu Ulaya vikwazo zaidi ya 5,000 ambavyo amewekewa Urusi. Umeona? Na baada ya hapo basi wakaenda mbali zaidi kuitaka mahakama ya ICC kumfungulia kesi Vladimir Putin kwa utekaji wa watoto. Nimekuwa nikiongea sana hapa kuhusiana na hao watoto milioni 3 ambao Urusi au Putin aliwatoa Ukraine kuepusha na vita na kuwapeleka nchini Urusi. Kule wanaishi maisha mazuri kuliko hata ambayo walikuwa wanaishi huko Ukraine. Katika maeneo ambayo wanapigana vita, wale watoto Putin aliwatoa, na ICC wakafungua mashtaka. Yani kukawa na hiyo arrest warrant ya Putin popote alipo au popote atakapoonekana aweze kukamatwa kwa sababu ameiba watoto nchini Urusi. Haya yote watu wa Ulaya wakiwa wako nyuma ya. Sasa sijajua hawa watu wa Ulaya wakawa wanamlalamikia Benjamin Netanyahu kwa mauaji yanayoendelea pale Gaza, kuua watoto wasiokuwa na hatia. Lakini upande wa pili, Vladimir Putin amewatoa watoto pale milioni 3 kuwaepusha na vita. Wanasema tunamshtaki kwa sababu huyu alichokifanya ameiba watoto. Unaweza ukaona mambo namna yanavyoenda. Kwa haya yote sasa wakaenda hivi, na Marekani akiwa na wasapoti wakati ule wa utawala wa Joe Biden. Lakini sasa kwa kadiri wanavyomuwekea vikwazo Urusi, wakajikuta wao wenyewe ndio wanaendelea kujifungia kwenye chumba cha kifo. Kwa nini ninasema hivi? Kutoka kwenye gesi safi na salama ambayo bei yake iko chini, na mafuta ambayo bei yake iko chini, wakajikuta vile vikwazo walivyoviweka vinapandisha bei yao au bei yake, niseme hivyo, vinapandisha bei yake kutoka yani sijui kama ndugu zangu mnanielewa vizuri. Wakajikuta wao huku kwao ndio wanaendelea kustruggle, kwa sababu ukweli ni kwamba 40% mpaka 50% ya mafuta pamoja na gesi ya inayotumika Ulaya, kwenye bara la Ulaya, inatoka nini? Inatoka Urusi. Na kuna mwanamama yule anaitwa Angela Merkel, alikuwa kansela wa Ujerumani. Yule mwanamama alikuwa na akili sana, ambaye yeye kwenye utawala wake ndiye alikutana na Vladimir Putin na wakaweka mkataba kujengwa
mabomba ya mafuta na gesi kutokea Urusi kwenda moja kwa moja mpaka Ulaya. Mabomba ambayo ni zaidi ya kilomita 1000, kama 1200, lingine nafikiri lingine 1400 hivi, kutokea Urusi moja kwa moja, kwa sababu Urusi ndio mzalishaji mkubwa sana wa mafuta na gesi duniani, na ana utaalamu huo. Yaani ni mtaalamu kwenye masuala hayo ya uzalishaji wa mafuta pamoja na gesi. Na Urusi ndilo taifa linaloongoza duniani kwa kuwa na rasilimali nyingi sana. Kuna utajiri mkubwa sana, na ndio maana unaona hata huko kwenye Arctic Ocean unaona Marekani anapataka sana pale, lakini hilo eneo linamilikiwa na Urusi na lenyewe lina utajiri mkubwa mno, utajiri mkubwa sana. Kwa hiyo sasa ikawa hivyo. Sasa vilipoanza hivi vita, Ujerumani huyu wakati yuko yule sasa ametoka sasa hivi, sasa hivi yuko kuna nani huyo anamuita Merz, somebody Merz, kitu kama hicho, ambaye ni kansela wa Ujerumani, lakini kipindi kile ilikuwa ni Olaf Scholz, yule bwana kipara. Olaf Scholz wakati yuko pale yeye na anaendelea pale, wakashirikiana na Marekani kulipua mabomba ya mafuta na gesi. Yani watu wa Ulaya bwana, mimi wananifurahisha sana. Kwa hiyo ikajikuta Ulaya imekuwa na maisha magumu kuliko kawaida, Ulaya hii. Alafu alipokuja kuingia Donald Trump, yuko on off, ndio wakajikuta maisha yameendelea kuwa ni magumu zaidi kwenye ili bara la Ulaya. Yani hiyo maana kumbuka, ni huyo nani Trump, on off. Na hata hapa ameweka tena vikwazo vikubwa zaidi kwa Urusi, jambo ambalo Putin amesema kuwa tunajua hili litatuumiza, lakini hatuna haja ya kwenda nalo, tutaadapt. Kwa hiyo katika mazingira yale ya vikwazo vile, Urusi aliadapti. Alafu wakatokea washirika wapya. Umeona washirika wapya hawa wakatokea, ambaye ni China, akatokea India, wakatokea Brazili na mataifa ya Afrika huko backup, umeona, kufanya biashara na Urusi. Kwa hiyo Urusi hakuanguka. Badala ya Urusi uchumi, maana vile vikwazo walivyokuwa wamemwekea Urusi wakitegemea yeye ataanguka, kwa sababu wao wanakimbiliaga kwenye vikwazo. Urusi angeanguka, angeacha kupigana vita. Alafu wao wangekuwa na sababu pia ya either wakaivamia Urusi au wafanye sio vitu gani vingine kwa wanavyojua wao wenyewe, au shetani ambao wanaufanyaga. Lakini badala ya Urusi kuweza kuanguka, ikajikuta Ulaya ndio inaanguka. Yani umeweka vikwazo wewe, unaanguka wewe kiuchumi. Kwa matokeo yake yakawa sivyo hivyo. Kwa kilichofuata baada ya hapo sasa ni nini, au watafanya nini, au ni nini kifanyike? Au ni nini kifanyike baada ya hapo? Ikabidi tu, hawana namna isipokuwa tu jambo la kufanya basi, waendelee kumwomba Marekani. Maisha yamekuwa magumu huku bara la Ulaya. Ndipo hapo sasa ikabidi waanze kutafuta mawasiliano ya kutaka kuongea na Vladimir Putin. Watafute kutaka kumpigia Putin Urusi moja kwa moja ili waongee naye. Na haya mambo yote anayeendesha basi ni huyu mwanamama anaitwa Ursula von der Leyen, ambaye yeye si mwenyekiti wa Umoja wa Ulaya. Watake kuongea na Putin kwa sababu hali Ulaya imekuwa ni mbaya. Hali Ulaya imekuwa ni ngumu. Gesi na mafuta waliokuwa wananunua bei imepanda, imeenda mara 4 zaidi. Ndugu zangu, nikiwa naongea hivi wengine wanabisha. Wanasema hapana, hatuamini. Sijui nini imekuwa. Na nyinyi ulizeni. Na nyinyi mkiuliza pia mnaweza mkapata ushahidi wa hiki ninachokiongea. Kuna ndugu zetu ambao wanaishi huko. Kuna ndugu zetu ambao wako Ulaya, na wao ukiwauliza watakuambia zaidi kuhusiana na hiki ninachokuambia. Kwa hiyo haya yote ndiyo yaliyosababisha sasa hawa watu wa Ulaya watake kutafuta mawasiliano ya Vladimir Putin na kutaka kuongea na Vladimir Putin ili sasa kidogo walegeze kidogo. Ndio maana nikakwambia ni wanafiki. Wanajidai huku tunaweka vikwazo, lakini upande wa pili, mtanisamea ndugu zangu, kama mnasikia sauti ya pikipiki, sijui nani yuko huko nje, sio anapiga race mapikipiki, ndio bongo yetu tulionayo, sijui anafanya nini, lakini mtanisamea kama usikivu haupo, lakini naomba tuendelee hapa. Kwa hiyo wao wameweka vikwazo, na katika kuweka vikwazo hivi alafu wao wenyewe tena inawashinda, inabidi wafanye nini? Waanze kutafuta tena kuongea na Vladimir Putin. Watafute tena ili kulegezeana vikwazo. Bana vikwazo wao ndo wameweka. Ndio maana nikakwambia wameweka vikwazo, alafu wakajikuta wao wenyewe vikwazo vile vinawabana wenyewe, vinawakaba wenyewe.
Huyu ndio mwamba Vladimirovich Putin. Tulisemaga Urusi ni maji, usipoyanywa utayaogea. Sasa hivi wanatafuta mawasiliano na Putin. Asanteni sana, unakuwa Mwafrika na washukuru.